Hello, shalom shalom wana wa Mungu na kusalimu kwa jina la Mungu aliye hai. Karibu tena katika kipindi cha siku ya leo. Basi tusogee mbele za Mungu, tumshukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu na siku ya leo. Tunaenda kujifunza namna ambavyo tunaweza kufungua na kumiliki lango la maarifa, ujuzi na hekima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi katika wakati huu tumsihi Roho Mtakatifu akaweze kutuelekeza, akapate kutufundisha, akapate kutukumbusha, akapate kutusaidia katika udhaifu wetu, akapate kutuonyesha katika maeneo ambayo hatuko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mtakatifu Mungu, tunasema asante kwa ajili ya wakati huu Bwana. Tunasogea tena mbele zako tukikusihi kwa damu yako turehemu, tutakase, utukubali. Uwe pamoja nasi katika wakati huu Bwana. Uwe pamoja nasi katika majira haya Bwana. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu unayeweza. Tazama tunaposogea mbele zako tukiomba kwa ajili ya malango ya maarifa, ujuzi na hekima. Tunajua ya kwamba maarifa yanatokana na wewe Mungu, kwa sababu wewe ndiwe Mungu wa kweli. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wa kweli. Ndiye mwalimu anayeweza kutufundisha. Ndiye mwalimu anayeweza kutupa maarifa yanayoendana na kusudi tulilobeba. Ndiye mwalimu anaweza kutupa maarifa yatakayokuwa na kibali mbele za watu na mbele zako. Baba, tunakusihi ukatupe maarifa katika jina la Yesu, yatakayotusaidia kuweza kuishi maisha ya kusudi, yatakayotusaidia kuweza kuinuka na kulitumikia kusudi la kwako Bwana. Yako maarifa mengi sana, na wakati mwingine tuweza kuona tunafahamu, lakini bado hatufahamu. Tunahitaji uweza wako, tunahitaji nguvu zako. Utusaidie Bwana, uturehemu Bwana, ukonde kila maarifa ambayo yametokana na kuzimu katika jina la Yesu. Mengine yameachiliwa kupitia roho mbalimbali katika jina la Yesu. Bwana utukubali, Bwana utusaidie, ukatupe maarifa yaliyo ya kimbingu. Baba, tunasogea tena tukomba hata kwa ajili ya lango la ujuzi. Maana umetuwekea lango la ujuzi ili ya kwamba ilo lango likatusaidie. Bwana, tunasema asante kwa kuwa Mungu unaenda kufungua ujuzi wa mikono yetu. Unaenda kufungua ujuzi wa ufahamu wetu katika jina la Yesu. Akili zetu zisifungwe, tusifungwe katika mashimo, tusiwekewe mavazi yasiyofaa, tusiwekewe giza mbele yetu tukashindwa kutumia ujuzi unaotupatia wewe Bwana, bali tukajifunze ujuzi sawasawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, tusiache kufahamu ujuzi unaotupasa kufahamu. Asante Jehova, maana wewe unaweza. Tuasogea tena tukiliombea hata lango la hekima. Baba, tunaomba utujalie hekima itokayo mbinguni. Tujalie hekima Bwana itokayo mbinguni katika jina la Yesu. Tujalie unyenyekevu wa kwako. Tujalie hekima ya kwako Bwana wa majeshi. Maana peke yetu hatuwezi Bwana. Peke yetu hatuwezi Bwana. Maana sisi wenyewe hatuwezi, lakini tunahitaji hekima itokayo mbinguni. Itusaidie katika maamuzi tuyafanyayo katika jina la Yesu. Lango letu la hekima likafanye kazi sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Tunafisha mamlaka zote, maarifa yote ambayo yanatokana na kuzimu. Tunafisha Bwana fikra zote katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Basi tumeomba hayo na tukiamini kwamba tunapokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa leo tunajifunza kwa baada ya lango la maarifa, ujuzi na hekima. Maarifa, ujuzi na hekima. Na tumeweka lango hili kwa sababu maarifa, ujuzi lakini na hekima vinahitaji hekima. Ni vitu ambavyo ni kama vinafanana lakini ni tofauti. Katika siku zilizopita tulijifunza kwa habari ya lango la elimu. Lango la elimu na lango la maarifa ni kana kwamba malango haya yanafanana lakini yana utofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tutaangalia maana, tutaangalia jinsi Mungu anatumia na shetani anavyopambana nalo. Sasa
Kwa maana fupi kabisa, kuna mwingine ana confuse elimu. Elimu ni ile ambayo lango lake linakufungukia pale unapoingia katika taasisi maalum za kielimu ukaweza kujifunza kitu maalum. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoingia katika taasisi fulani ukajifunza kitu fulani professional, hiyo tunasema umepata elimu ya kitu fulani. Lakini pamoja na kwamba unakuwa umepata elimu ya kitu fulani ambayo unaipata katika mfumo rasmi, mfumo rasmi inaweza kuwa kusoma, kufundishwa kama shule, chuoni na kozi mbalimbali. Lakini tunaposema kwa habari ya maarifa ni hali ya kuelewa kwa undani na kutumia kwa hekima yale uliyojifunza. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana maarifa ni matokeo ya elimu, uzoefu, tafakari. Na mtu anaweza kawa na elimu, amefundishwa, lakini asiwe na maarifa, asijue kutumia alichojifunza kwa uhalisia. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ndipo tulipo na vijana wengi sana. Tuna akili kubwa mno, tuna division 1, tuna class 1, lakini ikija katika maarifa, hapo ndipo tunaanza kutofautishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maarifa ni hali ya kuelewa kwa undani na kutumia kwa hekima yale uliyojifunza. Ni matokeo ya elimu, uzoefu, tafakari. Bwana Yesu asifiwe. Mfano, mtu anaweza akasoma accounting, ni elimu, lakini maarifa yanadhihirika pale anapotumia uelewa huo kupanga na kusimamia fedha kwa busara. Inawezekana ni kuwafundisha wengine au kutatua matatizo kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana leo hii kuna mtu atakuwa amesomea ni mambo ya fedha lakini hana fedha, au anaweza kama amesomea fedha, ana cheti cha pasi ya kwanza kabisa, lakini mtu huyu ukimleta katika uhalisia ukaona anavyoishi yeye, maisha yake hayana mpangilio. Kwa hiyo hakuna uhusiano wa moja kwa moja kwamba ukiwa na elimu lazima uwe na maarifa. Watu wengi wana elimu na hawana maarifa. Lakini unapotokea una elimu na ukawa na maarifa ya kutumia elimu hiyo, wewe utakuwa sio mtu wa kawaida na utatafutwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kiroho, kwa mfano, mtu anaweza kusoma neno, lakini maarifa ya neno yanakuja kupitia ufunuo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma Mithali sura ya 1 mstari wa 7 anasema, kumcha Bwana ndiyo chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ndiyo chanzo cha maarifa. Kwa elimu mtu anaweza akasoma, lakini anamhitaji Mungu ili ampe maarifa. Maarifa yatakayomsaidia kumtofautisha. Katika ulimwengu wa ushindani mkubwa sana, kuna wakati fulani unaweza ukawaza kwamba ninahitaji elimu kubwa sana, hawa watu waniheshimu. Lakini kama utapata elimu tu bila maarifa, bila nguvu ya Mungu, hautakuwa na tofauti na watu wengine. Ndio maana leo hii kuna watu wengi sana wanafanya kitu unachokifanya, lakini kuna wale wanaosimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa utofauti kabisa, elimu inakuwa ni mfumo. Ina maana ni mfumo rasmi. Utajifunza 1, 2, 3. Lakini maarifa ni matokeo ya uelewa au uzoefu. Lakini tofauti mwingine, elimu inalenga kukujaza akili kwa taarifa. Yaani tunakwambia accounting ni kufanya hiki na kufanya hiki na kufanya hiki. Lakini maarifa inakuwa namna unatumia hiyo akili na hiyo roho yako kwa hekima katika ile elimu uko nayo. Elimu chanzo chake ni shule, ni vitabu, ni walimu. Maarifa chanzo chake ni Mungu, uzoefu, tafakari, hekima. Bwana Yesu asifiwe. Na elimu lengo lake ni kukupatia ujuzi wa kitaalamu, lakini maarifa ni kuishi kwa hekima na kuelewa kwa undani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, mtu anaweza kawa na elimu ya udaktari, ni daktari bingwa, lakini maarifa ni pale atakapoweza kutibu watu kwa busara na kwa huruma na kuwa responsible. That's why kuna mahali waweza kupita ukahangaika sana, kwa sababu kuna mtu pale ana elimu, lakini jinsi vile anawatreat watu, jinsi anawahudumia watu, unaona kabisa anapungukiwa na maarifa na hekima.
Kwa kuna wakati mwingine mtu anaona ni kawaida, lakini kumbe ni shetani. Tumekutana na watu wengi sana kule makazini, wana visirani sana. Unamuuliza hiki, amesha kasirika, anakufukuza kana kwamba yani sijui umekosea njia, hathamini utu wa watu, hathamini uwajibikaji, hathamini muda wao, hathamini hisia zao, hathamini kuwasikiliza. Na maana mtu huyu anakosa maarifa. Na sio kwamba wakati mwingine anayakosa, kile shetani ameminya hilo lango la maarifa. Na mtu huyu aweza kawa na matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna namna watu watalia kwa ajili yako na ukawa salama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ujue kwamba elimu inaweza ikakupa ujuzi, lakini maarifa yanakupa uelewa na namna ya kutumia. Haleluya. Haleluya. Tukiwasoma vijana katika Biblia kina Shadrach, Meshach na Abednego katika kitabu cha Daniel, walikuwa ni watu wenye elimu, lakini walikuwa ni watu wenye ujuzi na maarifa. Walikuwa wanajua namna gani waweze kusimama kama vijana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika muktadha huu utagundua kwamba sisi kama ni vijana tunahitaji sana maarifa ya kimungu. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi katika haya machache tuendelee kwa ufupi sana, tuone pia lango la ujuzi. Na maana lango la ujuzi ni vile unaweza kupata kuweza kufanya vitu fulani. Inawezekana kutokana na uzoefu wako, kutokana na kuwaona watu wakifanya, kutokana na experience yako. Kwa hiyo tunahitaji sana lango hili lifunguke ili tuweze kupata heshima na utajiri. Malango haya Mungu anayatumia kuwatajirisha watu. Anayatumia kuwaketisha mahali pa wakuu, mahali pa heshima na utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna atakaye kutajirisha au hakuna utajiri utakao upata ikiwa hauna elimu, hauna maarifa, hauna ujuzi, hauna hekima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hekima itakusaidia kutunza ujuzi, kutunza maarifa, kutunza elimu. Shetani anatumia lango hili kwa kuzuia maendeleo na kwa kuingiza hofu ndani ya watu, zuio na kupoteza mwelekeo hata wa hamasa ya kuendelea kuweza kujikuza katika lango la ujuzi. Lakini kwa habari ya maarifa anawapiga watu na tabia za asiri. Unakuta mtu ana hasira sana. Unakuta mtu ana kinyongo sana kiasi kwamba ni mtu mzuri sana. Nimekutana na watu, mtu ni daktari mzuri sana lakini anakunywa pombe kupita kiasi. Sasa hiyo sio kawaida, lakini shetani anakuwa analenga kupigana na lile lango. Kwa lazima mtu huyu aombe. Lazima mtu huyu aombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maarifa ni mlango wa uelewa wa mambo, lakini pia ujuzi ni lango la uwezo wa kutenda kwa maarifa uliyoyapata. Na hekima ni kilele cha maarifa na ujuzi. Kwa hiyo unahitaji hekima ili uweze kutunza. Kwa jinsi ya kufungua, omba Roho Mtakatifu akupe ufunuo. Utasoma Yakobo sura ya 1 mstari wa 5. Lakini kama mtu akipungukiwa na hekima aombe kwa Mungu. Omba Roho Mtakatifu. Soma na tafakari neno la Mungu. Namba 3, jifunze kwa vitendo. Maarifa na ujuzi yanahitaji kujifunza. Maana wa Mungu sijifungie ukaomba tatukavu alafu ukaenda kulala. Jifunze kwa vitendo. Namba 4, sikiliza ushauri wa wenye hekima. Usijifungie ndani au utapata maarifa. Namba 5, epuka kiburi na ujifunze kwa unyenyekevu. Mungu huwashusha wenye kiburi na anawainua wanyenyekevu. Unaweza ukawa wewe una elimu nzuri sana lakini kutokana vile unajiinua